ghafla nikasikia mkono ukinipiga kwa chini katika mguu, ikaniambia tena kwa sauti ya upole, wewe waambie, wewe waambie, wewe waambie. Ilijirudia mara 3. Nilivyoshtuka katika ile maono, nikajikuta tena katika hali ile ya hofu niliyokuwa nayo, ndipo ninayo physical. Tukisoma ukiendelea mstari wa 5, anasema Bwana akamwambia Musa, waambie wana wa Israeli, ninyi ni watu wenye shingo ngumu, kwa maana mimi nikiingia kati yenu dakika moja nitawaangamiza. Basi sasa vueni vyombo vyenu vya uzuri, ili nipate kujua nitakalo watenda. Lakini waliposikia walivua vile vyombo vya uzuri, wakaomboleza. Na Mungu akamwambia Musa, waambie wavue vyombo vya uzuri, nione nitakalo watenda. Amina. Unayenitazama, unayenisikia, ukisoma Mwanzo sura ya 35, ukisoma hapa kuanzia mstari wa 1, anasema hivi, Mungu akamwambia Yakobo, ondoka, panda uende Betheli, ukakae huko, ukamfanyie Mungu madhabahu huko, yeye aliyekutokea ulipomkimbia Esau ndugu yako. Yakobo akawaambia watu wa nyumbani mwake na wote waliokuwa pamoja naye, ondoeni miungu migeni iliyoko kwenu, mjisafishe, mkabadili nguo zenu, tuondoke tupande kwenda Betheli, nami nitamfanyia Mungu madhabahu huko. Yeye aliyenisikia siku ya shida yangu, akawa pamoja nami katika njia yote niliyoiendea. Nao wakampa Yakobo miungu migeni yote iliyokuwa mikononi mwao na pete zilizokuwa masikioni mwao, naye Yakobo akazificha chini ya mwaroni ulioko Shekemu. Wakashika njia, hofu ya Mungu ikashika miji iliyowazunguka, wala hawakuwafuata wana wa Yakobo. Wana wa Mungu mnaonisikia, Yakobo aliwaambia watu wake waondoe miungu migeni. Walivua pete zilizokuwa masikioni mwao na zilizokuwa mikononi mwao. Kwa nini walifanya vile? Kama Mungu hachukizwe na hicho kitu. Ndicho aliniambia ni machukizo. Na mimi niliona wale wanawake wawili waliokuwa wamevalia mavazi ya kichawi ya kishirikina, wakitengeneza jewels au vito kwa lugha ya Kiswahili, wakizitupa duniani. Lakini leo tunavaa masikioni, tunavaa shingoni, tunavaa mikononi na kadhalika. Nitaenda katika mavazi ya ukahaba alichonielekeza Bwana Yesu, na kwa habari ya kufunika kichwa, maana alinipa hizo jumbe niwaambie wanawake wanaovaa mavazi ya ukahaba, wanaosali bila kufunika kichwa. Kweli mimi nimezaliwa nikimkuta mama yangu iko EAGT, alikuwa akiweka dawa, hereni, cheni, na hata sasa anavitumia, na huu jumbe nilishampa, lakini alikataa. Lakini je, neno la Mungu linasema, kisoma Petro na Yohana walisema, amueni hivi leo tuwasikilize ninyi, au neno la Mungu ni hila hapa? Wengi wanasema, mimi mbona mchungaji wangu hajaniambia? Na mimi mchungaji wangu, nashukuru Alphonse Mwanjala aliniambia, lakini leo hayupo. Kumbuka Mungu ni Mungu wa walio hai. Mungu si Mungu wa wafu. Hayupo. Yeye kazi yake alishamaliza. Yeye atakwenda kutoa hesabu yake, na mimi nitatoa hesabu yangu. Kama vile ambavyo wewe unanisikiliza leo, unanitazama leo, wewe utakwenda kutoa hesabu yako. Mimi mama yangu nimezaliwa kanisa la EAGT toka niko mdogo, na leo nina wachungaji, bado nipo EAGT. Kwa nini leo niko hapa? Na nawa damu yako. Sitaki nidaiwe damu yako. Kwa wale nilioishawaeleza, Mungu awabariki. Lakini leo nimeona niseme na wote wanaonitazama, uko wapi? Upo mkoa gani? Upo nchi ya Tanzania? Upo wapi? Kwa sababu niliambiwa, kwa nini hujawaambia watu wangu kama vitu hivi ni machukizo? Wewe dada, wewe mama,